Hello, karibu tena katika channel hii. Subscribe na bonyeza alama kengele ikiwa kama sehemu ya support yako kwetu. Lakini pia uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kila mara tunapopata nafasi ya kuupload kazi hizi. Leo tutazungumzia vitu vinne muhimu vya kufanya ili uweze kuutunza muda wako vizuri. Na bila kupoteza wakati kabisa, ni anza na jambo la kwanza ambalo ni kufanya tathmini, analysis. Katika kufanya tathmini, jaribu kujiuliza maswali yafuatayo. Je, nina muda kiasi gani katika siku nzima au wiki nzima? Ni mambo mangapi ambayo ninataka kukamilisha katika siku husika ndani ya muda husika? Jambo la tatu la kujiuliza ni jambo gani linahitaji muda zaidi? Lakini jambo la mwisho la kujiuliza ni kwamba, je, nitautumiaje muda huu ili niweze kukamilisha mambo husika ndani ya muda nilionao? Hakikisha unafanya tathmini hii muhimu zaidi, especially wakati wa usiku, kwani ndio muda mzuri wa kujua siku inayofuata utakuwa na muda kiasi gani na ni vitu gani unavyohitaji kuvikamilisha katika siku husika. Jambo la pili kabisa ambalo ni muhimu zaidi ni kuorodhesha mambo unayotakiwa kuyafanya katika siku husika. Itemize. Kuorodhesha mambo unayotakiwa kuyafanya katika siku husika. Kama mmoja wa watu ambao wanatamani sana kuweza kutumia muda wao vizuri, hakikisha unaorodhesha mambo yote unayotakiwa kuyafanya katika siku husika ndani ya muda husika. Yamkini wewe ni mwanafunzi, unatakiwa kufuata ratiba ya siku husika. Hakikisha unajua vipindi utakavyokuwa navyo katika siku inayofuata. Lakini hakikisha unaorodhesha vitu unavyovihitaji kuvikamilisha wewe kama wewe, mbali na ratiba za shule. Unaweza usiwe mwanafunzi, pengine wewe ni mzazi ama kijana mpambanaji na una mambo ambayo unahitaji kuyakamilisha katika siku inayofuata ndani ya muda fulani. Hakikisha unayaorodhesha mambo yote kabla ya siku ya kuyatekeleza haijafika. Jambo la tatu ambalo ni muhimu ni kuyapa vipaumbele. Prioritizing. Baada ya kuyapanga mambo unayohitaji kuyakamilisha katika siku inayofuata, yape vipaumbele. Nikiwa na maana ya kwamba yapange kwa kufuatisha umuhimu. Jambo gani ni muhimu zaidi na linatakiwa kukamilishwa kabla ya mambo mengine yote, ili uanze nalo baadaye yafuate mengine. Na jambo la mwisho kabisa ni avoid distraction. Jaribu kuyadhuia ama kuepuka mambo yote ambayo yanaweza yakaharibu akili yako ama yanaweza yakaharibu concentration yako na kukufanya ushindwe kuconcentrate na kuadhea ile mipango na malengo ambayo umejiwekea katika siku husika, katika siku, ili uweze kukamilisha katika muda. Na utaweza kuzuia kwa kufanya mambo machache yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa la kufanya ili uweze kuzuia distraction ni kujielewa mwenyewe. Ni mambo magani ambayo ukiyaona yanatokea huenda yakaharibu akili yako ama huenda yakaharibu mood yako na ukufanya ushindwe kufanya ama ushindwe kukamilisha vile vitu ambavyo umejiwekea kama malengo na mipango yako ndani ya muda husika. Hivi tunaita ni self triggers. Lakini jambo lingine la kuzuia ambalo litakusaidia wewe kuzuia distraction ni kuepuka makundi yatakayokula muda wako. Jiepushe sana, kwani yatakufanya ushindwe kuconcentrate na kazi na ushindwe kuadhea muda ambao umejiwekea. Asante.